Naam Sefu, habari yako ndugu yangu? Salama Abdallah, kwema? Tuko vizuri kabisa. Habari za ulipo huko? Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, sijui wewe. Niko vizuri bana. Karibu tuzungumze hapa, uzungumze na wana Simba kuhusiana na mchezo wa leo ambao kuna Msimbazi Simba tutakaribisha Azam Football Club katika mchezo ambao utapigwa pale Benjamin Mkapa majira saa 11 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Namna ambavyo unatazama mchezo huu, Simba tutakuwa na mchezo aina gani siku ya leo na tutarajie nini? Jambo la kwanza, morali ya wachezaji wa Simba inaonekana iko juu. Ndio. Kwa maana ya wametoka kupata ushindi mechi ya mwisho goli 3-0. Naam. Na mechi hizi kubwa zinahitaji kwanza morali ya mechi iliyopita inaweza kukusaidia kwenda kucheza mechi inayofuata. Hilo jambo la kwanza. Ndio. Lakini jambo la pili, unaposema big team katika ligi ya bara kwa sasa unazungumza Simba, Yanga, Azam na Singida. Maana yake unakwenda kupata big match. Kama unataka kupima kipimo cha timu yako vizuri, nadhani hicho ndo kipimo kizuri, quality ya mtu mmoja, uwezo wa kutafsiri mipira. Isipokuwa upande wangu nadhani Suleiman Matola anatakiwa azidi kuwaaminisha watu juu ya kile kitu ambacho wanacho, kwa sababu sasa watu wanakinga kifua Matola awe kocha namba 1. Ndio. Niliwahi kufanya vipindi fulani sehemu nikadauti hilo, lakini watu hawakuelewa kwa nini. Mimi nina mapenzi makubwa sana na Suleiman Matola sana. Nafahamu virabu vyetu vilivyo, nafahamu mashabiki wetu walivyo. Sisi tunafanya sabu. Umenielewa vizuri? Sisi tunaweza kufukuzisha mwalimu. Ndio. Sisi tunaweza tukafanya mwalimu awepo. Yaani kuna muda mpira wetu uko katika milengo ya kisiasa. Sisi hatuna tofauti na mpira wa Hispania. Tuna tofauti na mpira wa Hispania. Sasa, naam. Hispania mipira yake mashabiki ndo wanasajili. Mashabiki ndo wanasema nani na nani hawamtaki. Suleiman Matola kwa sasa anafaa kwa sababu mkononi kwake ana ushindi. Lakini badala yake inaweza ikawa shida. Nikigusa hili jambo kwa kidogo alafu tuendelee na mechi. Mwalimu Juma Mgunda wakati ana qualify, Juma Mgunda alipewa timu kama unakumbukumbu akacheza mechi za kimataifa. Na alicheza mechi tukaenda Angola kule, tukaenda Malawi. Ndio. Na timu iliperform na tulikuwa na imani na tulifanya kazi na mwalimu Mgunda, lakini alipokuja tukukutana na Azam akapata matokeo mabaya. Ilifika wakati Mgunda akasema mechi hii asilaumiwe mchezaji wala mtu yoyote, nilaumiwe mimi. Akashuka thamani Mgunda, ikaonekana ni kocha wa kawaida. Hiyo ni kawaida yetu. Hilo ndo eneo ambalo unamuonea imani Suleiman Matola kwa maana ya mahitaji ya sasa. Sasa sisemi kuhusiana na mechi ya leo. Nasema Matola afanye hii mechi ya leo na nyingine kabla ya kuja huyo mwalimu, na hata kama atapewa timu kuendelea kuwaaminisha watu kuwa yeye anaweza. Na ni kipi anatakiwa kufanya Matola ambacho ni ushauri tu kwa nia njema. Suleiman Matola leo anatakiwa kwenda kuchunga maeneo ambayo Azam ni maeneo hatari kwao. Ni maeneo 3 katika uwanja yanagawika. Ndio. Azam wanakuwa hatari mashambulizi yakianza kwa Pascal Msindo. Sababu ni kijana ana kasi, ana ufahamu mpira na ana nidhamu na mpira. Lakini eneo la pili la hatari la Azam ni winga ambayo iko chini ya Idinado. Nadhani anatambulika vizuri kijana. Anakimbia, anaweza kuingia na mpira, analazimisha kupush team. Upande wa mwisho wa Mzanzibari, finest team namuita Zanzibar. Na Faisal Salum. Ndio mnavomuitaga hivyo katika lugha zenu za kigeni. Hilo ndio eneo pia hatari kwa sababu mimi kwangu sijawahi kuona midfield yao wa zamani sana au kina China na wengine sikubahatika kuona. Lakini ukiniuliza kwa kipindi changu, miongoni mwa viungo wa ndani hatari kuwahi kutokea, Faisal Salim ni kwangu ni namba 1. Naweza nikashangaza hili na nini kwa sababu kwetu walipita kina Mwinyi Kazimoto, nadhani unakumbuka walifanya vitu vikubwa sana. Ndio. Lakini pamoja na hao kina Mwinyi Kazimoto na kupita na vitu vingine, kwangu mimi Faisal Salim najifunza vitu vingi kutoka kwake. Sasa hayo ni maeneo ya kuchunga sana. Sababu hata yule Kitambala
namuona akiwa anafunga na nini, umenielewa vizuri. Lakini Kitambala ni mtu anazuilika. Namna rahisi ya kumzuia Kitambala ni kuzuia maeneo ambayo yatampa pasi kwa haraka, maeneo ambayo yatampa pasi tajiri. Mimi nazitaja pasi tajiri, yani kuna pasi kija yenyewe na kufanya tu unatuna makwapa. Unaweza kuscore mpira kiurahisi sana. Hivyo ndo vitu tunapaswa kuanza kuchunga navyo. Tuhakikishe upande wa midfield leo kiungo mkabaji anamwambia Faisal ya kuruhusiwi kupigwa pasi yoyote kutoka sasa ambayo itatuletea athari. Nawe anamdai kila baada ya dakika kwamba mimi nipo Simba kwa sababu ya madeni na kudai. Deni langu la kwanza, haturuhusiwi kupeleka mpira eneo jingine lolote, baki katika eneo lako la kawaida. Umenielewa sui? Naam. Lakini eneo la pili tunamwambia Pascal Msindo kwamba wewe uruhusiwi leo kupanda na mpira hata mmoja. Tupe mpira hapa. Nani atafanya kazi hiyo? Sijui iwe Mligo, sijui mwalimu, yeye ndo anapaswa kujua. Yaani Sulemani Matola yeye ndo nadhani atakuwa kupitia mechi analysis wake au yeye mwenyewe atakuwa amewatazama Azam kwa karibu, wanatumia falsafa gani, basi mwalimu anaweza kwenda kumwambia Pascal Msindo uruhusiwi kusogea. Mwisho tunamwambia Edinado. Hapa tunapokwenda kumwambia Edinado tuwe makini sana. Unajua hatari nyingi za Azam zinatokea kwa Edinado. Mara nyingi Faisal Toto ameshajulikana ni kiumbe hatari, huwa anazuiliwa sana, lakini Edinado anaonekanaga kama machachari. Mimi miongoni kwangu katika mawinga wa ligi kuu wa sasa. Ukiniambia taja yeye mwenyewe alipanga, sasa nimnukuu yeye mwenyewe nisende sehemu nyingine. Umenielewa vizuri? Naam. Aliulizwa, kwako wewe unakwenda na nani? Kwa mfano yupo Elimpanzu Kibisawala, yuko Pacome Zuzu, pamoja na wao wana Zuzu wao, ukiacha Pacome, na yuko Pacome Zuzu huko na wewe, akasema mimi nakwenda na Elimpanzu. Na mimi nianze hivyo hivyo. Umenielewa vizuri? Naam. Miongoni mwa winga hatari pia kuwahi kutokea katika ligi yetu, Elimpanzu ni winga hatari kuwahi kutokea. Sasa ukiacha yeye, Edinado naye yumo miongoni mwa watu, manake inapaswa naye ajibu maswali kutoka kwa beki wetu kwamba kwa nini unakuja kutufanyia vurugu kila wakati. Uruhusiwi kufanya vurugu. Maeneo matatu hayo yakiwa atashikwa sawa sawa, sioni sehemu nyingine. Kwa sababu hata Yellow Diaby wanamuita Yolo Diaby, huwa anaanzisha mipira, lakini sio mtu hatari katika mipira ya kupandisha kama alivyokuwa Pascal Wawa, kwamba anaweza kutoa mpira eneo moja akapeleka eneo la pili na likawa hatari. Sioni kitu hicho. Mbona Imidi Mau anajulikana, ni mtu pia ukimuuliza maswali rahisi kujibu, unaweza hata kumsababishia kadi. Sasa tukirudi upande wa Sulemani Matola, na chelea kusema lolote upande wa Simba, kwa sababu mimi kwangu nadhani katika kipindi Simba wametimia, yani wana watu wawili ni sasa, isipokuwa mwalimu apange atakapopanga katika kikosi chake, yani siache kumuona Dennis Prosper. Kwa nini? Mechi ya leo inahitaji nguvu katika kwenda kuwafungua, kwa sababu nadhani midfield wa chini kabisa atakuwa Imidi Mau. Umeelewa? Imidi Mau anabato kweli kweli. Sasa kuna muda mpira wa modern leo, huyu mwanamume Dennis Prosper atacheza kama mido hapa katikati. Nguvu na uwezo wake wa kulazimisha kwenda unaweza ukatupa urahisi zaidi wa kupata matokeo kuliko tukawa tunanyumbulika katika eneo ambalo leo litakwenda kuwa na bato kubwa, kwa maana ya namna ambavyo wanacheza viungo wa Azam. Lakini ukiniuliza katika ubora wa moja kwa moja, mimi nasema sina doubt Simba ni bora wapita Azam. Kinaambia percentage ni 40 na kwa nafasi ambayo wako Azam, nafasi ya 14 wakiwa wamejikusanyia alama 6 kati ya alama 12 ambazo walikuwa wakizipambania. Inaweka ugumu kiasi gani kwenye mchezo wa leo? Kwanza ni katika mpira ni hatari sana kucheza na mtu ambaye ameshapoteza malengo au anaelekea kupoteza malengo. Umeelewa? Ni hatari sana. Hao watu wanakuja kufufuka kwenye timu kubwa, na wao wanaamini kabisa tukifufuka kwenye timu kubwa tunarudisha morali kwa wachezaji wetu. Leo ni big match. Mimi ukiniuliza leo unatamani kucheza na Azam kwa maana ya mechi ya leo, nitakwambia sitamani kucheza. Ni bora hata uniletee Yanga na hakika ya kumfunga kuliko Azam. Kwa nini? Kwa maana Yanga watakuja wakiamini Simba tunamweza, huwa tunambahatishaga. Umeelewa? Lakini Azam wanakuja kujua kwamba Simba kwanza wanahitaji wajaribu, ni timu pekee imeruhusu goli moja mpaka sasa. Tulikuwa tupo timu 3, tumebaki 2. Mimi na Yanga. Umeelewa vizuri?
Naam. Sasa wanahitaji kwanza kuja kurudisha morali kupitia mechi ya leo ili wapate kuvuna pointi. Wanahitaji kumsimamisha Simba Sports leo. Yani ni mechi ambayo watajipanga kimkakati. Pamoja kufungwa na Simba kutokuwa tatizo kubwa kwao, lakini mtu akifufukia kwa mkubwa anapata uhai mkubwa kwa kweli, na ndio kitu ambacho wamejipanga. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na tahadhari kubwa, wachezaji wacheze kwa uangalifu mkubwa kwa kweli, na lipo jambo huwa linaendelea kwa beki zetu, na sioni tunasema kwa sababu hatujadondosha bado, umeelewa, kwa maana ya ligi kuu. Mabeki zetu wanapocheza mechi za kimataifa wana quality kubwa sana, wanakuwa na uangalifu mkubwa sana, lakini tukubaliane Abdallah, wanapocheza ligi huwa wana kawaida ya kudharau. Yaani unakuta beki anaenda kukaba mpira wa mwisho, mtu anayekuja kuclear unamuona, mfano Nangu anaenda kuclear, unasema Nangu angechelewa sekunde 10 tu pale tunafungwa goli. Lakini Azam hatakiwi kuwa hivyo. Pamoja kuwa waliharibu, Azam waliharibu wakijiamini. Leo Azam wanaenda kuwa mtu wa pili katika mpira. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini kweli kweli. Tunatakiwa kuipa matokeo Simba katika kuiweka sawa ili tusianze kuonyesha vidole watu zetu, kwa sababu tunapokosa matokeo huwa tunaonyesha vidole watu zetu. Bana, mimi nikushukuru sana kaka. Bana, na mimi nikushukuru. Tuombe Mwenyezi Mungu baada ya mechi, naamini Simba anakwenda kuvuna pointi 3. Shukrani sana. Sawa.